Asante Pastor kwa mafundisho mazuri. Mimi swali langu tu ni moja kidogo kwa wale ambao wamefunga ndoa za serikalini na hawajapata ile ombi la baraka kanisani. Hiyo ikoje? Okay, nashukuru. Waliofunga ndoa serikalini hawajapata ombi la baraka ikoje? Asante. Mimi nashukuru, alafu nina swali ambalo niliwahi kuliona. Kijana amekuja kanisani, wameandikisha ndoa, lakini baadaye kufuatilia wakakuta ndoa ile haiwezi kufungwa. Kijana na binti wakaamua kwenda serikalini wakafunga ndoa. Baadaye wakarudi wakaja kanisani wakaendelea, lakini hiyo ndoa haikuendelea kwa muda, ikaja ikavunjika. Alafu baadaye huyu kijana akaja akabatizwa, akapata mwenzi wa maisha, wakafunga ndoa. Hiyo inakuwaje? Hiyo tutajadili inakuwaje hiyo. Ni ka scenario fulani ka pekee, tutakumbushana vizuri. Eda Manase, ulikuwa na kitu fulani cha kushare, karibu. Asante mchungaji. Mimi nina swali A na B. Okay. A lina baki kwa towashi. Okay. Ambaye amewaitisha watu hapa, ndoa ikafungwa, alafu akaishia kwenye kosa la kuchungulia kanisa, kwa sababu ile ndoa tunakuwa tunashumu kwamba imefungwa na cheti anacho. Kanisa lina mamlaka ya kuvunja hiyo ndoa kwa maana ya kanisa. B yake ni kwa mtu ambaye amefunga ndoa, alafu katika safari ya maisha ikatokea amekuwa towashi, mwenza wake ana haki ya kuvunja ile ndoa. Okay. Asante. Nashukuru sana. Okay, kuna swali jingine pale kwa rafiki. Asante. Nilikuwa nataka niulize swali moja kwamba binti ambaye sio msabato, haamini dini ya kisabato, ila kupitia mahubiri labda kaamini. Sasa unataka umuoe, ukimwoa huyo vipi, ni dhambi? Okay. Kuna swali jingine zaidi? Basi tunaweza tukaendelea kujibu haya, alafu nimeona kiongozi pale ana mkono, tutaendelea hapo. Nitaalika pia kama kuna majibu, mtu anaweza kataka kujibu swali miongoni mwa swali lolote. Tuko kwenye kujifunza kwa pamoja. Serikali, mtu akiwa amefunga ndoa serikalini anaweza kapewa ombi la baraka. Katika sura ya 15 nyongeza ya division inaeleza habari ya ndoa ya Kikristo. Kuna kitu kinazungumzwa hapa, paragrafu ya 2, ukurasa wa 216. Hiki kitabu ni kizuri tukiwa nacho jamani. Bwana asifiwe. Kina mambo mazuri ambayo yanatusaidia kufahamu taratibu kadhaa za kanisa na mafundisho ya Biblia kulingana na tunavyoamini. Kuna toleo la 20 sasa, ni sasa hivi tu nimejikuta kutoa hii kwa sababu mambo unayoyafundisha hayajabadilika. Yaani utaratibu wa kanisa katika kipengele cha mambo ya ndoa uko hivyo katika wakati mwingi. Sasa hapa anasema inashauriwa kwamba mshiriki akioa au kuolewa na mtu aliye katika darasa la ubatizo apate pia huduma hiyo ya kisheria na kikanisa. Kama watu walio katika darasa la ubatizo wameoana kwa ndoa ya kimila, basi inashauriwa wafanyiwe huduma ya kisheria na ya kikanisa kabla hawajabatizwa. Sasa kipengele hiki kinaelezea habari ya ubatizo wa watu walio katika mazingira haya ya ndoa, lakini katika upande wa pili wa kipengele hiki kinaeleza kwamba ikiwa mtu atapatiwa huduma ya kisheria, atashauriwa kupatiwa huduma pia ya kikanisa kwa maana ya ombi la baraka. Sawa? Sasa kuna kitu tunakishauri, hata hapa ninakifundisha. Ikiwa mchungaji wako ana leseni ya serikali ambayo itaweza kukusaidia wewe kupata cheti ambacho ungekipata serikalini pamoja na ombi, kwa nini usiende hapo moja kwa moja ukapata huduma zote mbili ukaenda kwa watu wa sheria? Sasa inatokea hivyo katika nyakati fulani kadhaa, ikiwemo moja, unaweza kukuta watu wanaotaka kuhalalisha mahusiano yao ya kindoa walishaishi kama mke na mume, na wanafikiria kwamba tukienda kuambia kanisani tunaweza tukawapa watu usumbufu. Ndoa ni ndoa, wanaenda kule wanasajili na wanaoana, hawataki mambo mengi. Ijapokuwa hata kama hutaki mambo mengi, hata kanisani pia hatutafanya mengi. Jamani, Bwana asifiwe. Tutakuwa tu namna rahisi, tutafanya huduma zote hapa, kwa sababu kule kwa mkuu wa wilaya hamtapewa ombi la baraka, mtapata huduma tu ya kisheria. Lakini ikithibitika hivyo, basi mtamweleza mchungaji. Mchungaji akishafahamu na ikiwa ni ombi lenu, itafanyika huduma hiyo ya kuombea ombi la baraka. Ni huduma inayotolewa bure, haina gharama yoyote.
na mtakuwa wawazi kueleza kile ambacho mmesukumwa kukitenda kwa njia hiyo, na Mungu atawabariki, kwa sababu cheti cha ndoa ni kile kile. Kwa hiyo tunawashauri vijana na hata wale wanaoishi kinyumba pasipo cheti cha ndoa, njoo tu. Kwa mfano kama mimi nimepata kuwa msajili wa ndoa, nafungisha ndoa, niambie, tutajadili mambo fulani ya msingi ya kufanya. Kama utaki jambo hilo liwe tamasha kwa watu wengi, kuna marafiki kadhaa wamekuwa wanafanya hivyo, wanakuwa tu na mashahidi wao, ndoa inatangazwa kwa majuma matatu, mnapewa cheti katika huduma tu inayofanyika. Baada ya hapo mtakuwa na wakati wa mapumziko wenyewe. Bwana anaendelea kuwatunza katika maisha yenu ya familia. Amen. Hilo swali la kwanza nimelijibu. Kwa hiyo inawezekana. Okay. Swali la pili ilikuwa lina scenario fulani, nitalirudia. Swali la tatu, toashi. Ikiwa toashi sasa mtu anajua kabisa ni toashi na ameoa. Sasa ikigundulika kesho yake kwamba jamani, tuongeze maombi huko, mtumishi wa Mungu yuko kwenye wakati mzito, anahitaji maombi ya Elia Karmel. Sasa ikigundulika hivyo, kanisa halina mamlaka ya kuvunja ndoa, wala mkuu wa wilaya anayefungisha. Nilishangaa hiki kitu sana, Elda Manase. Yaani hata district commissioner yeye ana mamlaka ya kufungisha tu, ufunguo anautupa huko. Nikajifunza kitu, kumbe hata serikalini hawana mamlaka ya kuvunja ndoa, kama ambavyo kanisani hakuna mamlaka ya kuvunja ndoa, isipokuwa mahakama ndiyo yenye mamlaka kisheria ya kuvunja ndoa, ikiwa itagundua kwamba kuna sababu za msingi za kisheria. Sasa kwa mfano kama hizi ikithibitika, wanafanyaje? Wanajua, si madaktari watampima huyu mtu. Hilo ni swala la kibiolojia. Akigundulika kweli kwamba amepimwa na amegundulikana kwamba amepungua na ufalme wake unapewa Wamedi na Wajemi samani kwa kutumia hiyo lugha ya Biblia, huyu mtu basi taarifa itakuja, kwa sababu pia alilifanya hilo jambo kanisani, limekuwa hadharani. Kwa hiyo litakuja kwa kanisa, na huyu binti akieleza kwamba jamani, nimegundulika mwenzi wangu yuko hivi na sikujua. Huwezi kumwambia kwa nini wewe unauziwa mbuzi kwenye gunia kabla ya ndoa, kwa nini usingefanya utafiti wa kina? Huwezi kumuuliza hivi. Kwa hiyo atasaidiwa kuwa huru, kwa sababu hawezi kuendelea na ndoa, kwa maana ya kwamba kanisa kutambua ile changamoto aliyoipitia na hakuifahamu. Kwa hiyo ni mahakama ndio itakayotangua hiyo ndoa, sio kanisa wala serikali haifanyi. Jambo la pili, ikiwa sasa mlikuwa wote mko sawa, mimi na mwenzi wangu tuko sawa, na mimi ikatokea changamoto sasa wakati wa ndoa, ikatokea nikashindwa kuendelea kulea ndoa yangu. Huwa inatokea. Nimewahi kukutana na ndoa moja ya mtu mmoja ambaye alipata ajali, akapata athari za mfumo wa kati wa nerve. Kwa hiyo akawa hawezi kabisa, ilikuwa kwenye makambi fulani, na alikuja na mwenzi wake wakiwa wanaomba maombi maalum kwa ajili ya hilo. Kwa kweli ile jambo kwangu lilikuwa gumu. Nikamwangalia yule mama, nikakumbuka katika kurejea kwenye kiapo cha ndoa, hiyo sio sababu inayowapa watu kutengana, Elda Manase. Kwa sababu katika moja ya viapo hapa inasema hivi, katika ukurasa wa 218 inaeleza hapa, je, unamkubali mwanamke huyu? Tuseme ya mwanaume, maana mwanaume ndio mwenye shida sasa. Ukurasa wa 219, je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako halali aliyekuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya? Sasa huyu mtu amekuwa mgonjwa katikati ya safari, na ugonjwa huu ndio umekuwa mzito katika aina hiyo. Hapo mama, unatakiwa kutabasamu muda wote, wala watu wasijue, jambo hilo lisionekane kokote. Utaishije? Mimi sijui, we mwenyewe utajua. Lakini huo ni ugonjwa, na uliahidi kwamba katika ugonjwa utafanyaje? Utaandamana naye. Hilo swali limejitosheleza kabisa, hata mauti kuwatenganisha. Hiyo ndoa ilivyo. Alafu kuna kitu nitawaambia, unajua ndoa, mimi Mungu anitetee siku hiyo ya kufa nife na mke wangu tukiwa wazee miaka 142, na vitoto vyetu ndio viwe vinatutunza, vituanike juani, vifanyaje, lakini basi tudumu hivyo. Mungu atupe neema. Naombea na ndoa zenu pia. Unajua, niwaambie, ndoa ndio taasisi pekee inayoeleza Mungu na watu wake. Yaani wewe na mwenzi wako pale nyumbani ndio Mungu na watu wake, na kanisa ilivyo. Madhaifu ya mwenzi wako ndio madhaifu Mungu anayoyaona kwetu kwenye kanisa lake, lakini kamwe hata tuacha pembeni. Ndio maana Mungu ni mmoja katika nafsi ngapi? Baba, Mwana na nani? Ndoa wawili wamekuwa mwili. Katika
person, kwamba mimi ni mimi na mke wangu ni mke wangu, lakini ni mwili mgapi? Yaani katika ndoa ndipo unapoweza kujifunza hilo fundisho nyeti na kubwa. Ndio maana niliposema ukishafunga kiapo cha ndoa ushajichanganya. Yaani pale mke wako hata awe kilaza kiasi gani, hata awe kama ukikaa usiku unagundua kwamba kila wakati ninatakiwa kulala kuanika godoro, yaani kama inashindikana pale mmekaa ndoa bado changa haina katoto kadogo, kaombe hata kajukuu kakae nyumbani ili muwe mnakasingizia. Lakini yaani baba unatoa godoro lako kwa wimbo mzuri, alilala pembeni mwa birika kwa miaka 38 bila tumaini wala tegemeo, Yesu kapita kamsaidia, simama simama uende. Beba godoro la mke wako wakati umetafuta kajukuu kukasingizia dhambi hiyo. Hata hivyo majirani hawajui, si wanakaona katoto ndio kanacheza. Kuna fistura na magonjwa mengine. Niliangalia Bezel of Presidents, mzee mmoja yule alikuwa old president of Kenya, alikaa kwa sababu alikuwa anaumwa. The rain came but it is sad that he just had to wet his trouser here. Yani aliloa hapa tu president. Hiyo iko online. Sasa ile ilikuwa hadharani. Ikiwa kwenye ndoa unaitunza. Jamani bwana asifiwe. Wazee zamani walikuwa wakiota moto wanakaa, kuna katoto kasingizia makosa kanakaa katikati ya moto pale. Kwa hiyo kitokea mzee labda marage amesumbua tumboni, akatoka, "Wewe mtoto una adabu, toka hapa." Na katoto akataki kujibu chochote. Kanasimama kanaondoka, kana resolve ile tension. Kumbe ni mzee fulani amepitiwa. Baadaye katoto kanapewa zawadi ya kutosha. Kameficha aibu. Kwa hiyo kwenye ndoa ndivyo vivyo hivyo. Ndoa ndio hiyo. Uzungumzi mambo ya chumbani sebuleni. Kwa hiyo ukishaoa tu umeshajichanganya. Unakuwa na kifua kinene. Wala usimfokee mke wako mbele ya watoto. Wakati ukijichanganya umeamka umenuna watoto wanakuza, "Baba, mbona umenuna sana leo?" Sawa, mawazo tu fulani. Sio baba unaongea kwa sauti ya juu na mama, ujue tayari ni trigger hiyo ya kujirekebisha. Si ni sawa? Jitahidi. Swali la mwisho lile lilikuwa nauliza kama mtu alikuwa sio Mwadventista alafu ulitaka kumuoa alafu akawa Mwadventista, je, inakuwaje? Nafikiri swali linalokuja pale ni kwamba ulifahamiana naye akiwa sio muamini na sasa mnaoana wakati ni muamini, si ndio? Kama haujachangia chochote kwenye kuamini kwake ni kumuoa tu, lakini kwa sababu anakuwa muamini. Kitu kinachokuwa tahadhari ambayo sasa hivi ni utafiti, sijafanya utafiti samani, ni ile ya kumkuta binti huko asiye Mwadventista wa Sabato, anambia, "Wewe hivi unajua sauti ya unabii?" Sauti ya unabii ni nini? Sauti ya unabii. Hivi umewahi kuelewa shule ya Sabato wewe? Shule ya Sabato ni sawa. Ngoja nikwambie. Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Anapiga debe. Lakini kaka nani unaonekana tukianza maisha sasa. Haina shida, ila ukiwa Msabato nitakuoa. Binti wa watu anakuja anakupokea wewe na Yesu. Anawapokea watu wawili. Anakupokea wewe, anampokea na Yesu. Sasa kuna kitu cha hatari ambacho naomba Mungu anisaidie nifanye utafiti. Ujasiri wa kijana ambaye ametoka kuacha binti aliyeamini huku akaenda kumtafuta mpagani ili awe Mkristo, ndio ujasiri unaowatelekeza hawa kina mama. Yaani kwa tendency, kwa haraka nilifanya dodoso, sio utafiti. Nikagundua wanawake wengi katika asilimia fulani ya walioachwa kwenye ndoa zao ni wale wanaoletwa katika namna fulani, anabatizwa, anakuwa mtiifu, akikaa anabaki na Yesu, mume aliyemleta ametoka, na wengine hata kanisani hawaji. Sisemi kwamba nimefanya utafiti nisihukumiwe kwa maneno, but sasa na hypothesis kwamba ni dhana inaweza kufaa. Unakuta alafu kitu kinachokuja kuwa kizuri zaidi, utagundua hawa kina mama hawa ndio wanakuwa sasa, yani ukimwangalia huyu mama ndio, yani ukimwangalia mpaka unaogopa. Si jamani, wewe imani umepokea? Sasa mimi mume wangu ndio yuko wapi? Sasa mpasa muombe, kalala nyumbani, ametuleta na watoto karudi. Kwa hiyo utafiti unaonesha kwamba kuna aina za namna hiyo za ndoa, lakini zimekuwa nyingi zinazifanya vizuri, na hivyo hatushauri vijana kwenda kuwachukua watu wasiomwamini Yesu bado. Lakini kama umempokea, alishafahamu Yesu, huyo ni nzuri, hauwi katika guilty.
Kwa wale kina dada wanaoenda kwa waume ambao sio waamini, habari ni ngumu zaidi. Kuna mambo ambayo huwa yanahadithiwa mpaka unaogopa, na wengi unakuta wamepaki kwenye imani, japo wengine waume pia wanaamini kupitia wake zao, kwa sababu hilo jambo ni fumba, tulijui. Ndio maana Biblia inasema usifungiwe nila na mtu asiyeamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Korinto wa kwanza sura ya 6. Kwa hiyo rafiki yangu ni hivyo. Swali lile la pili lililoulizwa, katibu, unaweza kujaribu kulijibu? Aliulizie swali lile lilikuwa nasemaje? Nani anakumbuka swali? Wako ndani ya kanisa wakaandikisha ndoa. Kijana akaambiwa tunaomba ushirika wako. Kwa mfano niseme mimi ushirika wangu huko Ilala, kama ulivyosema pastor akataka kujua Ilala kulikoni. Inaonekana kule inawezekana matokeo yalikuja sivyo, na hawa wameshajiandaa tayari, wakaenda wakafunga ndoa wapi? Serikalini. Wakarudi wakawa wanaabudu kanisani. Muda haukuenda wakaachana. Walivyoachana, kijana akabatizwa, akaoa, ndoa ikafungwa kanisani. Ni sahihi? Sasa hiyo swali linaweza lisiwe na jibu hapa la usahihi au sio sahihi, kwa sababu ni scenario ambayo inahitaji, kama nilivyoeleza, kujua kwamba katika mgongano wao wa familia kanisa lilishiriki kiasi gani na kujua tatizo lilikuwa wapi. Lakini kitu cha pili, kama nimekuelewa, umesema kulikuwa na tatizo la ushirika la huyu kijana wa kiume ambayo lilifanya hiyo ndoa isifanywaje, isifungwe. Sasa pale ndipo ambapo pia kuna kuwaga na ushauri kwamba huyu binti ambaye alikuwa hana shida ya ushirika alipaswa kuchukua hiyo kama tahadhari. Sasa kuna wakati fulani upendo upofu wanasema, ukishapiga virungu vile vya gia, yaani pale hata mchungaji aongee. Kuna wakati mimi wanakuga na maswali kadhaa kwa wachumba wanaoelekea kuoana, kwamba nikigundua kuna vitu fulani naambia, sasa hivi mna nafasi nzuri ya kuachana kuliko kuendelea na mahusiano yenu, mnaonaje? Hamjaoana bado, muachane. Sasa pastor, tumebakiza wiki 2. Naambia nimeuliza swali la msingi. Kuachana sasa hivi ni bora kuliko kusubiri tatizo likaja baadaye, wakati mmeshakuwa na gharama, watoto, mnaanza kipi ni bora? Sasa pastor, Mungu atatusamehe tuoane tu. Mungu atatusamehe tu. Kwa hiyo gharama hizo ni safari ndefu ambayo huyu binti alitakiwa kuona hiyo ni kiashiria kinachomwamsha kwamba anaenda kuolewa na mtu ambaye hana ushirika au eleweki. Sasa upendo mpofu, lakini kanisa lilishafanya sehemu ya kutambua. Kwa hiyo ilikuwa linahusika na huyu binti, tunaona, kwa sababu yule mwingine kama alionekana kule ushirika wake haupo, na sheria yenyewe inachoangalia, unajua sheria ina namna ya ajabu sana. Ndio maana hizi wanasema ni ndoa mseto, si ndio? Ndio maana kijana kama, kwa sababu wao wakuulizi kule, unauliza tu ni ndoa ya Kikristo bila kujali ni madhehebu gani, sio? Ukisema ni ya Kikristo, huyu atakuwa anasali wapi, huyu wapi, mnapata hiyo hadhi ya kisheria. Lakini sio mashauri mazuri kwetu, kwa sababu tuoane au tuoe kwa wale tunaoamini. Si ni sawa jamani? Usifungiwe nila na mtu asiamini. Kuna maana nzuri ya neno la Mungu linavyosema hivyo. Wewe baba ni kuhani, mama ni mishonari. Haya, baba huyu ni msabato, ameoa mwanamke asiye msabato. Mwinjilisti gani asiyefujua mafundisho ya msingi? Sinaona ndio katoto kamezaliwa kanafungwa ulinzi shirikishi, kusema kitovu kimedondoka kisije kikanani mikosi yawekewe mkononi ili kiondoe mikosi. Ndio anajua hivyo, au anampeleka kwa waganga. Hajui kumlea mtoto katika namna wewe unayojua, na wewe inatosha kuwa mgogoro. Au baba asiyemwamini, kwambia mke wangu, bwana, hizi sketi zako na rovava hizi usipande juu, niwe na kuangalia nisiangalie mabinti wengine huko nikawa na watamani. Tokeza sema ina shida. Mchungaji ukiangalia usije mani, wewe dada wewe, mbona ukikaa chini huku unanifanya napoteza mafungu? Shusha hizi sketi ziwe ndefu kidogo. Sasa lakini mbona haina shida, mume wangu anapenda tu. Kwa maana nyingine nakwambia, wewe pastor unapata shida gani? Mimi sina shida na mume wangu. Wewe baba huyu ni kuhani ambaye anahitaji mafundisho zaidi. Sasa hizo ndoa mseto ndio zinazoleta familia mseto. Ndio maana unagundua sasa kuna mambo malaisi yamekuwa magumu kanisani, kwa sababu ndoa za namna hii ndio ziko za kutosha. Hivi tunavyoongea hivi kuna mtu kauchuna kimya
natambua uwepo wako, punga mkono moyoni. Wachungaji tunarusha mawe gizani. Manase, kama kuna pointi ya nyongeza au maelezo, mama, nafikiri tumejadili pamoja. Hiyo ni scenario, ina mambo ya kiufundi mengi, lakini iko kwa namna hiyo. Kama kuna mambo ya kuongezea, mzee wa kanisa, karibu. Sio nyongeza hasa, labda inaweza kuwa nyongeza ya swali, kwa sababu ni jambo pia ambalo limekuwa likisumbua. Ndoa jinsi ilivyokaa, imekaa kiroho, halafu imekaa kisheria. Wakati mwingine hata kanisa linafika mahali linakuwa na ugumu wa namna ya kuweza kutatua baadhi ya migogoro. Sasa kwa mfano, binti ni Mwadventista, amepata mchumba nje ya kanisa la Waadventista wa Sabato, labda ni katika madhehebu mengine ya Kikristo au vyovyote, na akaamua kuolewa huko. Kama kanisa linaweza likashughulika na ndoa au linaweza likashughulika na mambo yake ya kiroho, kwa sababu ni kama ndoa imefungamanishwa katika pande zote hizo mbili. Namna gani mgogoro kama huo unaweza kutatuliwa, kwamba unatatuliwa kiroho au kanisa linabariki tu kwa sababu binti kapata mume huko na tunampa baraka zote huko alikokwenda? Nashukuru. Ni swali kama unavyosema gumu, lina uzoefu tofauti, ijapokuwa kila uzoefu unakuja kwa namna zake. Sasa tunapokuja kwenye binti Mwadventista anaolewa na mtu asiye msabato, iko hivi: ikiwa mahusiano na huyu mtu anayeoana naye ya awali yalionyesha kutokuwa mwaminifu, ina maana kwamba huyu mtu atakuwa kwenye kosa la uasherati. Lakini kama ataingia kwenye ndoa kwa namna za kisheria na mtu asiyemwamini, ina maana kama ulivyosema, huyu mtu atashauriwa kuzingatia ndoa ya Kikristo pamoja na mtu aliyeamini. Lakini sasa kama kanisa, utawezaje kumwona huyu mtu kwamba hajafanya jambo linalofaa katika mtazamo wa ndoa? Kwa sababu ana ndoa halali kisheria, ijapokuwa na mtu asiyeamini. Kwa sasa kwa uwezo wake au uamuzi wake wa yeye kwenda kuoana na mtu asiyeamini, unahitaji mashauri ya kiroho ili asaidiwe katika uamuzi wake huo unaoweza ukamletea ndoa mseto. Kuna gharama kubwa ya kuishi watu ambao mmoja anaamini mwingine haamini. Hata hivyo, kwa wanawake wengi waliofanya hivyo walijikuta mwishoni kuacha hata imani, kwa sababu safari ya mwanzo ilikuwa ni kwamba unaweza kuwa na uhuru wa kuabudu unakoendelea kuabudu, lakini jamii ya Kiafrika tunaamini katika baba kama kiongozi. Wanaume wengi wamekuwa na hoja kwamba siwezi nikawa na mtoto ambaye anaabudu katika madhehebu zote. Kwa hiyo hicho sio kitu kirahisi, lakini inapotokea scenario husika inaweza ikatatuliwa kwa mazingira husika yanayoweza kuangaliwa. Uzoefu ni tofauti. Nimetambua na kuona washiriki kadhaa ambao yumkini kwa sababu ya kukosa taarifa za mahusiano yao kabla ya ndoa na watu wanaoana nao wamedumu kuwa washiriki, lakini wanapokuwa wamehalalisha mahusiano hayo kisheria kwa kuwa na cheti cha ndoa, wanakuwa na ndoa halali, kwa sababu huwezi kwenda pale na kumwambia huyu mtu anazini, maana anaishi na mtu kisheria na amefuata taratibu hizo katika kuwa kwenye ndoa halali. Kwa hiyo kama unavyosema, hizo ni miongoni mwa dilemmas ambazo tukijifunza, waumini tunatakiwa kujua kwamba ni gharama zaidi kwenda kuishi na mtu asiyeamini kuliko kuwa na mwenzi ambaye ameamini, na hivyo ushauri wa Biblia ni vizuri ukachukuliwa kwa kigezo cha msingi sana. Usifungiwe nela na mtu asiyeamini. Mikono imeendelea kunyoshwa. Sasa hii itakuwa ya mwisho, alafu tutahitimisha session yetu hii kwa kufunga kwa ombi, tukifunga ibada yetu Hamisi, alafu mtumishi pia utakaribia kwa Asante Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, taasisi hii ya ndoa ina vitu vingi na ina zoefu nyingi kama ambavyo umezungumza. Mwaka 2020 nilikuwa MC kwenye harusi ya bwana mmoja. Baada ya ndoa kuna scenario ambayo ilikuja kutokea, wenda tukashia uzoefu hapa tukapata kile ambacho ni sahihi. Ni kijana wa Kiadventista aliyejitunza vizuri. Naomba nieleweke hapo kwenye kujitunza. Aliyejitunza vizuri na akampata binti Mwadventista
naye akamuuliza, wewe kama mimi? Wakubwa tuelewane hapo. Binti akasema ndiyo. Shati hii ni mpya? Nitumie hii tafsiri. Binti akasema ndiyo, shati hii ni mpya. Basi baada ya harusi, ilikuwa Jumapili, Jumatatu asubuhi vurugu ikaanza, honeymoon. Kijana anasema kuanzia leo ndoa mimi basi. Sababu za msingi ni nini? Shati la zamani. Kijana anasema haipo, shati ni la mtumba. Na ikiwa tayari ndoa ilishafungwa na kijana amekuwa mwaminifu kwa Mungu wake, amejua kabisa amepata shati mpya, anakwenda kuifungua, shati ni ya zamani. Kijana anataka kuvunja ndoa. Scenario hivi inakuwa namna gani, mchungaji? Na ndio maana tunasema kuna mafundisho ya msingi sana vijana wanapaswa kujifunza ili kuepuka makosa ambayo yanaweza yakajitokeza na ungeyaepuka. Huyu kijana naye anaweza kuwa alikuwa mtaalamu wa biashara ya mitumba huyu, kwa sababu uwezo wa kujua mashati huo, nafikiri tungetakiwa kuanzia kwa kijana pia. Anaonekana alikuwa ni mtaalamu wa biashara za mitumba. Sasa kuna vitu ambavyo kwenye mashauri vijana wanatakiwa kujifunza sana. Kuna maswali huwa tunasema ili uwe na ndoa yenye furaha haupaswi kuyauliza kwa mwenzi wako. Huyu kijana alishafanya makosa mengi, inategemea alikuwa na mshauri gani kwenye mahusiano yake kuelekea ndoa. Na ni kweli inaweza ikawa sababu ya msingi kabisa kuvunja mahusiano yao. Sijui atakuwa alishavunja au bado, lakini yeye mwenyewe aliamua kuvunja ndoa yake mwenyewe, kwa sababu kuna maswali haupaswi kuyauliza kwa mwenzi wako. Yaani hata kama wewe hivi uliwahi kuwa na mahusiano na watu, ni kina nani, yatakutesa maisha yote. Na ukikutana na watu waliowahi kukutajia kwamba aliwahi kuwa nao, hata kama hamna shida, saikolojia inakwambia sasa, huyo jamaa hivi walikaa kwa muda gani mahusiano yao hawa? Kwa hiyo umeiuliza maswali ambayo haupaswi kuyauliza, yanakurudia mwenyewe. Kwa hiyo alikosa mshauri mzuri, na hata kama angevunja ndoa, tunarudi pale pale, sababu hizo hazikuwa za zinaa, kwa sababu ameoana na mtu akiwa mwaminifu. Kwa hiyo kwamba walidanganyana au walifanyaje hazitoshi, kwamba hata hivyo ana uhakika gani kwamba ili shati limetumika? Wewe una vipimo vya daktari. Kwa hiyo ni mchakato mrefu huo ambao sio hiyo tu, imeshuhudiwa ndoa kadhaa ambazo hiyo imefanyika. Kwa hiyo na yeye angepimwa. In fact huyo ningekutana naye tungempima, na yeye angegundulika ana shida. Kwa hiyo angetulia tu, tungeongea naye. Unajua ilikuwa inagundulika zamani kugundua kwa upande wa wanawake, lakini sio hata vijana wa kiume inagundulika hivi. Kwa hiyo scenario bwana, nilitakiwa kijana apate mafundisho mazuri. Wewe ukishakutana na mtu umempenda, anzia hapo, endelea mbele. Ukishaoa umeshajichanganya, natulia. Usianze kuuliza maswali mengi, unaogopa hata mke wako asiende kijijini kwao, unaogopa atakutana na watu wa zamani huko. Sasa mtaenda wote kila siku. Ndio, karibu mtumishi, ni mtu wa mwisho. Huyo kijana alikuwa ni mfanyabiashara wa mitumba, atakuwa na utaalamu wa biashara. Asante mchungaji. Kwa kuwa ndoa ni hitaji la mwanamke na mwanaume linalotokana na upekee na umri wake, swali langu linatokana na mwanzo wa mafundisho tuliyopokea kutoka kwako mchungaji, kwamba mahusiano yanaanzishwa na mwanaume. Je, mwanamke abaki amenyamaza tu, yeye hana uhuru wa kuanzisha, kwamba kumfesi moja kwa moja mwanaume anayemwona kwamba anafaa mashani, kwamba anampa uwazi wa maneno kwamba bwana, mimi kupenda, nataka tuanze maisha na nikatoe taarifa nyumbani kwao kama zinazofanya jamii zingine? Katika kanisa letu la Adventista hilo limekaaje? Oho, swali zuri. Mwanamke kumwaga ya moyoni. Kina mama wenyewe sasa ndio mmeulizwa hayo maswali. Tupe jibu. Ndio kiongozi, unaangalia nani? Ni wewe. Sasa mchungaji, hiyo ya mwanamke kuruhusiwa, mimi nahisi sababu ni kitu ambacho akifundishiki. Kama yeye atajisikia kwamba anaweza kufanya hivyo, lakini kiutamaduni kwamba tumezoea kwamba wanaume ndo waseme. Lakini kama itafanya kwamba yeye ataona kwake ni rahisi au ni njia rahisi, wapo waliofanya hivyo na wakafanikiwa, na mpaka leo wako pamoja na wakafikia malengo yao.
Kwa hiyo pia inategemea na mtu mwenyewe ambaye utakutana naye, lakini kama kwa wenzangu wengine wanaweza kufanya, mimi nawashauri wafanye, lakini kwa mimi Okay, umetoa mtazamo wa jumla, lakini kujaribu kuangalia personally unaweza kufanyaje. Umekuwa na ujasiri wa binafsi na umeeleza habari za kiutamaduni. Nani mama mwingine, dada? Let's share. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nahisi kama Mungu alipanga atakuja kuwa mwenza wako, basi mimi sioni tatizo. Mwanamke, umeona mwanamke kijana anajielewa, familia yake unatambua, mwambie haja ya moyo wako. Yaani labda njia mwingine Mungu alisema wewe ndio make first move. Uenda kijana pia ni muoga, haizi akasema. Kama ni ya kwenu Mungu alipanga, amepanga. The other way is still the same thing. Okay. Mwanamke unaweza kuambia, unaweza kuta mtu ana kigugumizi, unamwambia tu kwamba naona unanipenda bwana, sasa na mimi nakupenda, tuanze hapa. Okay. Inaweza ikatokea pande zote mbili. Nani mwingine anaweza kusema nini? Asante, swali ni zuri, lakini mimi naweza nikasema hivi, kwa maadili yaliyokuwepo huko nyuma, enzi zetu sisi nyuma, ilikuwa sio rahisi binti kumwambia kijana mambo kama hayo. Na tukirudi hata kwenye uhalisia, anayetafuta ni kijana wa kiume, ndiye anayemtafuta mwanamke. Na hata ukienda kwenye maandiko, ndiye atakayeacha wazazi ambatane na huyu aliyemchagua kwa moyo wake mwenyewe. Lakini kwa teknolojia tulionayo sasa hivi imechangia sana binti kuona ni kawaida kumwambia kijana waanzishe familia. Okay. Kwa mawazo yangu mimi. Lakini mila na desturi, kijana wa kiume ndiye anayeangaza kuona ni wapi naweza kupata jiko. Okay. Elder Manase. Asante. Mimi nadhani sio swala tu la desturi, lakini kwa mawazo yangu nadhani jambo la kibiblia zaidi. Kwa sababu ni kwa nini mwanaume aanze kwenda kwa mwanamke? Ni kwa sababu Biblia imesema mwanaume yeye ndiye anayependa, alafu mwanamke anatii. Sasa naona hicho ndicho chanzo, kwamba mwanamke pase, sijui kama nitaeleweka hapa, hajaumbwa kupenda, aliumbwa ili atii, na mwanaume ndani yake uliwekwa huo upendo. Sasa ule upendo ndio unaomsukuma mwanaume kumfuata msichana. Haya yanaweza yakawa mapokeo sasa kwa maana ya kurahisisha, lakini naona kimaandiko sio sawa kwa msichana kwenda kumapproach mvulana, kwa sababu kinachosukuma hasa mwanaume kwenda kwa msichana ni upendo ambao mwanamke hakuumbwa haswa kwao, isipokuwa ile kurespond. Okay. Kuna majibu ya msingi ambayo yote nakubaliana nayo, kwamba kwa sababu hatuna data maalum, inawezekana kabisa kwamba wako wasichana walioeleza hisia zao za upendo kwa wavulana wakawa na ndoa, lakini pia ukweli juu ya wengi ambao ni wavulana ndio wanaoanzisha mahusiano kwa wasichana kwa tamaduni na ukiangalia asili ilivyo. Mr. Baraka, ulikuwa unataka kusema kitu? Mkoa nimesahau kitu. Mimi nafikiri hoja ya kutoa hisia hazina habari za kiume wala ya kike. Wewe ukipenda sema, utakufa na vijiba vya roho. Kwa mfano mimi hapa sijaoa, nitasubiri mtu mpaka aniambie mimi nakupenda, huyu ndo nitakayemuoa. Kwa sasa kama sasa wewe kama wewe amesema kwa mfano. Yaani mfano jamaa. Asante. Pastor alikuwa anaongea bado? No. Keep on. Asante. Kimsingi ni kwamba watu wako huru kusema. Kuwa huru. Mama ameongea enzi zao. Kipindi cha enzi zao hata mwanaume alikuwa anatafutiwa na wazazi
enzi zile. Sasa tukija kwa kipindi kama hiki, mambo yashabadilika sana. Pastor alizungumza kitu mapema sana kwamba enzi zile za barua, lakini simu imerahisisha mambo. Sasa labda kwa dada zangu niseme, kama kuna kijana umemwelewa, mwambie. Alafu sasa huwa mjui kitu, let me tell you something. Unajua, unaweza ukamwambia mvulana yani akaipokea ile message tofauti na ulivyokuwa unafikiria. Kwa hiyo mwambie, alafu ataipokea vizuri sana. Pengine naye alikuwa anataka akwambie, lakini kulingana na mazingira, tunaongea kijamii, hatuongei kikanisa kidogo. Okay. Kwa hiyo kulingana na mazingira yaliyokuwepo anashindwa. Jamani, sio kwamba kila mwanaume anaweza akamwambia mwanamke au binti. Sio kwamba kila mwanaume anaweza akasema hivyo. Sio tatizo, tunajifahamu. Issue ni kwamba kuna aibu kubwa. Alizungumza pastor, samani pastor, na kutolea mfano. Kuna aibu kubwa kukataliwa. Hamjui tu. Yaani mtu anaweza akawa anapishana na wewe njiani, anapita njia nyingine simply because umeshamkatalia tu. Kwa hiyo dada zetu, ukiona kuna kijana hapa ushindi, umemwelewa, basi hata kama unashindwa kumwambia, mwambie jirani yako, mwambie bwana, hebu mwambie yule kaka, bwana, mimi kwa kweli. Ukishindwa basi muoneshe hata matendo. Yeah. Okay, nashukuru sana. Mjadala wetu bado unakubaliana na kwamba mtazamo wa vijana, baadhi wanaona kwamba akiambiwa na binti anapendwa kwa mustakabali wa kujenga familia ni sawa, na mtazamo wa wasichana pia wengine wanaona sio sawa, wengine ni sawa, kwa sababu hakuna njia moja ya watu kuingia kwenye ndoa. Tunaweza kukubali mitazamo yote. Unajua, ni ile stara, na kina dada nao wako hivyo, wengine wana aibu, lakini kama unaweza kukaza macho kabisa, yaani umemwambia mtu, hebu tufumbe macho tuombe kaka, alafu kamwambia. However, katika mafundisho mengine kwa wasichana wanafundishwa kukatisha shauri vijana kwa kupitia namna ambayo haitakuwa ya maneno ya moja kwa moja. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu upendo ni kitu kinachokaa ndani ya mtu, na ningeweza kufanya interview hapa ya kina mama ambao wapo kwenye ndoa au wamekuwa na uzoefu wa ndoa, na swali langu ni kwamba, hebu niambie mtazamo wako mara ya kwanza mume wako alivyokuambia anakupenda kwa mustakabali wa kuoana, ulichukuliaje? They will tell you another story. Yaani watakwambia vitu ambavyo watu watashangaa, sasa mbona ilikuwaje mpaka leo mkawa kwenye ndoa na mlishi kwenye maisha ya ndoa? Hivi mama mchungaji, unaweza ukawa sample ulichukuliaje mama mchungaji wakati na kuambia nakupenda tuoane? Ulinipenda au ulijifunza kunipenda baadaye? Bwana ni mwema. Kwa kweli sio rahisi, lakini bibi aliponiambia anataka kunioa nilipouzia, kwa sababu baada ya kuona kwa anafuatilia sana, baadaye ndo nikagundua kuwa mtu yuko serious, anataka tuoane, na mwisho wa siku tulioana. Haya, swali, wakati huo sasa, je, ulikuwa ukiniangalia unanipenda sana au yaani nilikuwa handsome au handsome nimekuwa baadaye au Kwa kweli hapana. Sikukuvutia kwa chochote yani. Baada ya mazoea kuja kuniambia unanipenda, ukaribu kwa unakuja sana nyumbani kwetu, basi na mimi ndo nikaanza, kumbe unaye uko serious, basi endelee kumpenda. Mpaka leo tunapendana sana. Natamani ujasiri wa mchungaji wewe kwa mtu fulani mwenye ndoa, atuambie, how did you look at it when your husband approached you for the first time? Nani atupe tena uzoefu wake? Unaweza kunyosha tu mkono. Nani mwingine anajitolea? Yaani ulimchukuliaje mtu aliyekwambia anakupenda by then? Dr. Flora. Okay, watafiti wa mambo ya familia wanasema kwamba wanawake wengi hawakuvutiwa
kwa mara ya kwanza na watu walioomba kufanya mahusiano ya ndoa na wenzi wao. Yaani walijifunza kupenda baada ya kuthibitisha ile nia ya dhati ya baadaye. Na kinachotokea ni kipi? Kwamba mwanamke anajifunza kumpenda mwanaume baada ya kuridhika na kuona kwamba atakuwa salama, na kiwango cha upendo tena kinazidi cha yule mwanaume anayeomba upendo. Sijui kwamba hiyo ilikuwa ni hitimisho baya au namna gani, lakini ndicho hicho kinachodumu hata sasa. Unakuta wanawake wanaendelea kuwa na maagano ya ndoa hata kama mwenzi hayupo. Kwa hiyo kwanza anafundishwa kupenda, anapenda na anazidi upendo ambao umekuwa wa kawaida. Kwa hiyo kwa wasichana, ninachoweza kushauri pia mimi kwa uzoefu wangu mdogo katika mambo ya ushauri na mahusiano, ukiona unampenda kijana fulani, unaweza ukaongeza maombi kuuliza ikiwa Mungu anatamani huyo mtu awe mwenzi wako. Lakini cha pili, jenga mazingira anaweza akamfanya huyu mwanaume yeye mwenyewe kudisclose nia yake ya kukupenda. Na utafanyaje? Kupitia mazingira ambayo Mungu atakuongoza kuyafanya. Niliwahi kukutana nayo mahali fulani mwenyewe, lakini sikushtuka kwa sababu nilijua tunda la Roho Mtakatifu ni utu wema, fadhili na yaani wakati najikuta nimependa huyu mke wangu leo, alafu nagumia moyoni, na kuna dada alikuwa ananipenda sana. Nilijua kwa sababu alikuwa na rafiki aliyeniambia. Sasa alikuja akaniambia hongera Baraka, nikamwambia hongera ya nini? Si unaona na fulani mambo mazuri. Nikashtuka kwa sababu mazingira kama hayo kwangu. Nikamwambia ni kweli bwana, tuna mahusiano kama ambavyo niko na mahusiano na wewe. Akasema unachukulia utani Sasa kile kitu kilikawa toka nimeambiwa hivi, nikawa najaribu kuchukua tahadhari ya kujiangalia, labda ni mimi nimekuwa chanzo cha mazingira fulani. Nikakuta no, not me. Lakini watu tunaosali wote, unaangalia vile anavyotenda mambo. Kuna wakati fulani, leo tumesali na kijana fulani ambaye akiwa na miaka 12, 13 alikuwa nafanya naye kazi kama kiongozi wa mawasiliano kwenye kanisa letu la Maili Moja. Ni mzee wa kanisa sasa, amesali leo hapa pamoja nasi. Alikuwa anachukua gari la nyumbani, alikuwa mdogo sana but was able to drive. Kwa hiyo anaenda anachukua vyombo kanisani kwa shemasi mkuu, tunaenda kanisani. Sasa kijana pia, kuna wakati kwa na mikutano mikubwa, ilikuwa chakula na mimi nilikuwa kijana anakaa kanisani, nalinda, unakuta naletewa menu safi sasa nakula, najua labda washiriki wana upendo, mimi nafanya kazi ya Mungu. Yaani nitakula wapi? Nakula machapati nikawa nakumbuka hayo yote, nikasema kumbe huyu binti atakuwa anaweka mazingira ya mimi kumwambia nampenda. Lakini kuna nyakati nakaa mwenyewe nafumba na macho kabisa kwamba hivi na mimi nimkubalie nimpende. Haingii moyoni hata kidogo kwamba niseme nimkubalie huyu, itakuwa nikioa narudi nyumbani nasema mke wangu umeshindaje, no, sitampenda. Najikuta hapana. Ikabidi nimuite niongee naye, nikamuuliza swali hilo hilo, nikamwambia ikiwa inatokea unampenda mtu, unaweza ukafanyaje kuonesha nia yako ya upendo? Huyu binti unajua alichoniambia? Akaniambia mimi ninavyofanya tu atahisi nampenda. Nikamwambia lakini tunda la Roho ni utu wema, fadhili. Ulioni kwamba hayo mambo kwa sisi wa Kristo ni matendo ya kawaida tunayopaswa kutendeana na ni kitu cha kawaida. Okay, kwa hiyo tukadebate, tuseme no, itajulikana tu. Yaani kuna wakati hata ilikuwa kanisani unaongea huyu amenibipu, mbona naona vocha sina, unashangaa umepokea shilingi 3,000 kutoka. Alafu ni mtu aliyekuwa anajiweza, ana kazi, ana nini. Mke wangu huyo alikuwa hata aeleweki, hana mbele wala nyuma kwa maana ya maisha, bado anajitafuta, hajajipata. Lakini kwa najikuta nampenda tu mtu ambaye yani ukimwangalia alivyo. Kwa hiyo hicho kitu mwanamke angalia kwa juhudi kubwa sana, na ndicho nafikiri wasichana wengi wanakichukua kama tahadhari, kwamba unaweza ukapeleka moyo na kila kitu mtu akachukua kaweka chini, Mungu akabeba. Yani ni rahisi kama mwanaume akiwa anaionesha kwako, ni rahisi kutoa ushirikiano kuliko unajali wenzi hawana mpango na wewe. Huo upendo utakuwa mgumu. Na ndio maana tunasema nimeolewa mwenzenu. Unasemaga umeoa? Sisi jamani mwenzenu nimeolewa na mume wangu. Na mwanaume anasema ni jamani mimi nimeoa na jiko. Sio? Kwa hiyo kuna mtu anayeoa na mwingine anaolewa, lakini tunaoana. Tuseme amen.
hiyo kanuni itumike, lakini ikitokea Mungu akikupa ujasiri mwenzi ukaongea naye ni sawa. Kwa hiyo mimi naona njia zote zinafaa kuonana na mwenzi. Wewe Mungu anasema nawe kwa njia gani? Ila tu usiweke mazingira fulani ya kujipitisha pitisha ili mtu akuone. Wanaume wanavutwa kwa kuona. Yaani mwanaume anaweza asikupende kabisa, lakini ukamkuta amekaa jibu langu vipi sasa? Hakupendi, lakini isipokuwa tu macho yake na vile tu akili imevurugika, umemfanya temporary ile afikiri wewe ni mtu, kumbe sio mtu wako. Kwa hiyo kuwa makini dada. Usije ukakatisha shauri vibaya au shauri likawa baya, ikawa ni changamoto. Mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana wabariki sana. Tusimame tuimbe wimbo namba 80. Lakini niwashukuru kwa kuwa wavumilivu. Tumekuwa na somo refu, ila ninawaombea mema. Amen. Vijana, tusiende kwenye familia kabla ya kuwa na harusi, wala usifikiri kujirahisisha kwenda kwa mtu fulani labda atakuacha. No. Mazingira unayoyafanya kabla ya ndoa yako ndio yatakayoleta kutokuaminiana utakapoolewa au kuoa. Kwa hiyo kuwa mwaminifu. Ni heri uachike kwa sababu mtu anakulazimisha usio mwaminifu. Lakini pili, ikiwa mahali imetolewa nyumbani kwenu, hiyo sio ndoa ya kimila, ni taratibu kuelekea ndoa. Watoe mahali, lakini usijipeleke kwa mume ambaye anataka kukuoa. Taratibu za kisheria zifanyike. Andikisha ndoa yako kanisani. Wali wetu ndoa yenu. Amen. Wali wetu ndoa yenu. Utakuwa unaingia kwenye ndoa kwa namna safi. Mungu akubariki. Lakini pia ukiwa kwenye ndoa ukatokea mgogoro, kanisa linatambua kutengana kwa muda ili kupeana muda wa marekebisho ya tabia. Halitambui talaka isipokuwa kama imethibitika njia ya nini? Ya zinaa. Na utagundua yule mtu aliyezini ataondolewa ushirika. Wewe ukitaka talaka utaipata. Ukitaka kuolewa basi utaolewa. Ukitaka kuoa utaoa. Yule mtu mwingine asiye mwaminifu na yeye atakuwa ameshindwa ku maintain vile viwango vya Kristo. Pakiwa na miumbo kwenye familia, sema na Mungu sana. Muombe mwenzi wako akiwa nasikia. Husisha mchungaji. Hata mimi uniambie tu, mchungaji nisaidie, kuna changamoto hapa nyumbani, tuiombee, tutaiombea pamoja. Amen. Na kuna wanandoa huwa wananiambia, kuna simu mimi nazisikilizaga, mtu ananisikiliza ananiambia mambo ya mke wake na mimi nakakifurushi kila mwezi nawekaga. Naweza nikapiga simu tukaongea hata dakika 20. Hata saa zima. Ikikata saa napiga tena. Kwa hiyo naambia basi nalifanyia kazi mtu wa Mungu. Nikishakata simu hata wasirekodi migogoro ya watu. Kuna mmoja nikakaa baada ya mwezi hivi akanipigia, pastor, yani na mke wangu tumepatana bwana, kumbe shetani tu alikuwa yule. Nikamwambia wewe nani hivi mwenzangu? Sema Mungu atukuzwe. Hata nilisahau tatizo lake. Hamna mambo ya kuchachiana hapa. We baby wako pambana naye, ukishaoa umejichanganya, penda neni mpaka mauti. Jamani, amina. Mimi mwanzo nishajichanganya na baby wangu yule, tunasonga mdogo mdogo. Hapa Mungu akinibariki nikipata miela na muonga gorofa. Nishajichanganya. Sasa utafanyaje bwana? Hatuna namna. Na ndio watu ambao tukifa watalea watoto wetu, sio ndugu yako. Kwa hiyo mweke mazingira vizuri mwenzi wako. Ana mabaya lakini ana mema ambayo Bwana atawapigania kwa hayo. Tupe moto wa uhai uliowakaza. Njoni vijana kwa wazee, wazazi kwa njoni tuombe. Ongoza juu wazee wataka. Sogeni mbele hapa tuombe. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi.
ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Bwana wabariki sana. Vijana, ukiwa kwenye mahusiano ukigundua kuna dosari, muite mtu uliye katika safari ya mahusiano naye, omba naye, mwambie kwa nini unavunja mahusiano naye. Mwachane mkiwa katika wema. Amen. Lakini pia kwa wanandoa, usimwache mwenzi wako kwa sababu zisizo za kibibilia. Tena wale wenye watoto ni mbaya zaidi. Hata ikitokea mnatengana, sijui mjitahidi kuwa wanafiki kiasi gani watoto wenu waendelee kuona uwepo wenu. Isisubiri wakati wa harusi. Kuna vituko Mungu anavifanya. Mmetengana, mnahusiana vibaya, wengine wanatukanana, watoto wanaoa, ndio wanasema baba naoa, mama naomba mje kwenye harusi yangu. Kuna graduation moja niliona msiba badala ya maafa. Mtoto amekutanisha wazazi, na katoto kalikuwa kana akili, kalichukua vyeti vya taaluma karibu vyote. Mama na baba wamekutana katika engo ngumu. Watu waliostaarabika hata wakishindwana, athari zao haziamii kwa watoto. Amen. Tafuta kaunafiki fulani kazuri, hudumia watoto wako. Lakini pia usitelekeze familia. Kwa sisi waumini wengine, tulindane sisi kwa sisi. Amen. Ukimwona mama fulani anapitia changamoto kwenye ndoa yake, mtie moyo. Akishindwa kuijenga kaibomoa, tumtie moyo pia kwamba kama kanisa linatambua ustawi katika ndoa. Au baba fulani, kwa sababu kuna wakati haya yanarudi. Mtu akiacha mke wake tu au akiacha mume wake tu hivi baadaye akituambia anaoa au anaolewa, hatutamuunga mkono, kwa sababu tunajua ana mke, na akioa au akiolewa huyo mtu ataondolewa ushirika kama aliacha mke wake makusudi kwa sababu zisizo za kibibilia. Tunaelewana jamani? Hiyo italinda heshima ya ndoa na unyenyekevu na kutendeana kwa huruma na wema. Sio jambo dogo, lakini kanisa lisisahau hayo. Na tukumbuke, kipitia umbisho mkali kwenye maisha yako ya ndoa, jua mimi ni mwenye dhambi ambaye kupitia mwenza wangu aliye mwenye dhambi nakamilishwa na Mungu. Kristo hakulitupa kanisa lake wakati tumekengeuka. Bado yuko akitembea nalo. Usimwache mwenzi wako. Ana madhaifu sasa, lakini ana nguvu zilizokufanya kumkubalia muishi pamoja. Jitahidi kuona mema katika ua la waridi kuliko miba mingi inaweza kukuchoma ukishika vibaya. Tupige magoti tuombe. Basi tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya sabato ya leo, sabato ya hitimisho la matendo ya huruma, ambayo tumekuwa na muda wa kutosha kukaa miguuni pako, kujikumbusha kuhusiana na safari ya mahusiano na ndoa. Kuna mambo hapa ambayo tuna majibu nayo, kuna mengine hatuna majibu yake. Lakini wewe Mungu ndio uliyeanzisha safari yetu ya kukuamini, uliyejenga mahusiano kati ya wanaume na wanawake wanaokubaliana kuwa pamoja. Na hivyo Bwana, tusaidie. Weka dhana katika vichwa vyetu kutambua ya kwamba mbali na kuwa tunapendana na kuwa na safari ya maisha ya pamoja, lakini sisi ni wawili tunaotakiwa kukamilishana kupitia mapungufu, ili kupitia mwenzi wangu mimi nikamilishwe kukuona Kristo. Kupitia mimi mwenzi wangu akamilishwe kukuona Kristo. Na kupitia sote hapa tuliopo na vijana ambao wako kwenye mahusiano, wengine hata wanajiuliza, Mungu, nitawezaje kufikia ushindi katika hatua hii ya safari ya mahusiano yangu? Mbona ninahisi kuwa na uzito wa nafsi na kupitia changamoto nyingi? Baba, ninaomba wakati kama huu mwakani wakute vijana wetu wakiwa kwenye ndoa nzuri, wakapate furaha ya kuwa katika mahusiano. Tusaidie kuwa na kiasi na kujua ya kwamba kupitia Kristo tunakamilishwa, na ndoa ni mahusiano ya wewe na kanisa lako. Basi tusaidie ili tukawe washindi. Tumepiga magoti hapa, tunaomba siku moja tukakuone katika urithi wa uzima milele, pamoja na familia za watoto wako ambao wengine wametawanyika. Baba, tusaidie kutupa wakati mwema. Sabato inaisha, tutatawanyika kwenda majumbani mwetu. Basi enyi mkutano, ninawaombea Bwana kuwabariki na kuwalinda. Bwana waangazie nuru ya uso wake. Bwana wapatie fadhili.
Mtakapotenda katika biashara zenu juma hili zikabarikiwe. Maisha yenu ya familia yakabarikiwe. Kazi zenu zitakapotendeka zikabarikiwe. Afya zenu zikaweze kubarikiwa. Tangia sasa na wakati wote, watoto wetu wakakawe chini ya mbawa za Kristo zilizo salama. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Bwana wabariki sana.